Unapokuwa unaishi, unatakiwa uwe unaangalia dunia inaelekea wapi. Dunia ipo kwenye muonekano gani? Tunajua sasa hivi tupo na technology mpya ya artificial intelligence ambayo inapeleka dunia kwa kasi kubwa sana. So na hii technology, na ndio technology itakuja kutawala dunia, ni itashikilia dunia. Sasa kwa sisi wawekezaji ambao tunawekeza kwenye makampuni hapa Marekani, inatakiwa uangalie, macho yako yaelekee kwenye hizi kampuni ambazo zimeshikilia technology artificial intelligence, kwa sababu ni kampuni ambazo zinaonyesha sura ya kuja kushikilia dunia na kuitawala dunia ambako tunaelekea. Kwa hiyo moja kwa moja wewe mwekezaji unatakiwa uanze kuwekeza chap kwenye hizi kampuni, kwa sababu ni kampuni mpya na technology mpya ambazo zimeanza rasmi kuuza share, kuingia kwenye soko la stock market hapa Marekani mwaka 2020. Kwanza mwaka 2020 mpaka 2025 zimekuwa na kasi kubwa na nguvu kubwa na kuonyesha arifa makubwa sana ya technology husika. Mwaka 2025 zimeanza kuwa na umaarufu mkubwa sana duniani na kukubaliwa kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo kama mwekezaji, hiyo ni fursa ya kuanza kuwekeza. Nitaenda kukutajia makampuni kadhaa ya artificial intelligence ambao ni makampuni mazuri. Wewe mwekezaji unaweza kuanza kuwekeza kwenye hizo kampuni na ukabadili, na yanaweza yakakubadilishia maisha yako. Kampuni ya kwanza ni Applied Digital. Applied Digital hii ni artificial intelligence company aka AI. Hii ni data center. Data center ni kampuni ambayo inaendesha mifumo ya data zote ambazo zinafanyika kwenye social media. Ukiposti picha kwenye social media, ukiposti video kwenye social media, zile picha na video zinashikwa kwenye data center, ambayo ni hizi kampuni zina process hiyo technology kwenye hizi social media. Video zote unazoposti, picha zote unazoposti kwenye social media zinaenda kuhifadhiwa kwenye data center. Sasa hizi kampuni za artificial intelligence ndio zinashikilia hizi data na kuprocess hii michakato ya hizi zote picha na video kwenye social media. Pia Applied Digital inafanya kazi kwenye makampuni tofauti na ina contract kubwa sana na makampuni mengi duniani. Hii inafanya ulinzi kwenye data za miamala kutoka kwenye taasisi kwenda kwenye taasisi nyingine. Kwa wanapofanya transaction kutoka kwenye blockchain kwenda kwenye Bitcoin ama kwenda kwenye Ocoin, hii data center ndio inakuwa pale kufanya security ya transaction, na imeonekana kuwa na nguvu kubwa na umuhimu mkubwa, kwa sababu imeokoa pesa nyingi sana ambazo zilikuwa zinapotea kwenye transaction tofauti. Imeokoa pesa nyingi sana. Ukifuatilia hata kwenye taarifa news utakuja kugundua haya mambo. Kwa imekuwa ni kampuni kubwa ambayo imejizolea contract kubwa sana kwenye uso wa dunia na kuwa kampuni ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo wewe mwekezaji bado una nafasi ya kuingia kwenye hii kampuni na kuanza kuwekeza na kuwa mwekezaji, na baada ya miaka inakuja hapo mbele hii kampuni inaweza kubadilisha maisha yako. Make sure unafanya research zako wewe mwenyewe binafsi ili uweze kujihakikishia na uanze kuwa mwekezaji ambaye upo confidence kwenye uwekezaji wako. Kampuni ya pili ni Nvidia. Hii ni kampuni kubwa sana ambayo inajulikana dunia nzima. Ni kampuni number 1 ambayo imeshikilia nafasi ya kwanza mwaka jana ikiwa na market cap ya trilioni 4.5, 4.5 trillion market cap. Imekuwa ni kampuni namba 1 tangu mwaka jana mpaka mwaka huu, imeendelea kushikilia nafasi ya kwanza kwenye uso wa dunia. Hii kampuni tena ni semiconductor company. Semiconductor ni chip ambazo zinafanya kazi kwenye electronic device kama vile simu, computer, kamera. Kwa bila semiconductor, kamera haiwezi kufanya kazi, simu haiwezi ikafanya kazi. Pia Nvidia iko na partnership na Tesla, Uber kwa sababu ya kutengeneza technology artificial intelligence ambayo inaendesha magari ya kisasa ambayo yanaendeshwa bila dereva. Kwa hiyo imekuwa ni kampuni kubwa ambayo inafanya kazi kwenye taasisi tofauti duniani. Kampuni ya tatu ni Navitas. Navitas ni semiconductor company. Pia na yenyewe inafanya mchakato wa kuprocess
kuprocess video na picha ambazo tunaziweka kwenye social media, ina process security ya miamala tofauti ya mataasisi mbalimbali duniani. Imekuwa pia ni kampuni ambayo imejizolea umaarufu mkubwa na contract nyingi kwenye uso wa dunia. Kwa hizi ni kampuni ambayo wewe mwekezaji unatakiwa kuzama, na nimekutajia hizi kampuni kwa sababu ni kampuni ambazo zina share zake bado zipo chini, bei zake zipo chini. Zipo kampuni nyingi za artificial intelligence, lakini hizi ambazo nimekutajia ndio kampuni nzuri ambazo zinafanya kazi vizuri na share zake bado bei zipo chini sana. Kwa hiyo kama unaweza ukaanza kuwekeza kwenye hizi kampuni, utakuja kutengeneza faida na utanishukuru baadaye, lakini make sure unafanya research. Ni kitu cha muhimu sana. Kuhakikisha wewe mwenyewe umejihakikishia, kwa sababu kuna risks kwenye uwekezaji wa stock market. Unatakiwa ujue unachokifanya, usiingie kichwa. Tafuta mentor akuelekeze vizuri, endelea kufuatilia video zangu na utajifunza mambo mengi kuhusiana na uwekezaji wa masoko ya hisa hapa Marekani. Thank you so much. Make sure na subscribe na kucomment na kushare ujumbe kwa watu wengine ili tuendelee kuwa family.